Unapojitambua hautakuwa na guilt kwenye kila step na kila unachokifanya. Hautakuwa na guilt. Saa nyingine utaambiwa this is God. Utajua kwamba mimi. Saa nyingine utaambiwa yes. Ndani ya Kristo Yesu unaposimama, simama ukijua kila hatua na kila unachokifanya ni sawa au si sawa. Kama wewe ni mama ndani ya Kristo, uwe ni yule mama ambaye utaishi ile example to your children. What you do, what you say, exactly wewe ni first thing. Wewe ni mfano wa kwanza. Siwezi kusema kwamba don't wear this dress. Yet myself I'm still wearing. Nabaki mwenyewe nikivaa na hivyo. Si tunaelewana? Siwezi kumwambia don't do this. Why he might say kwamba mwenyewe anafanya kitu. Si tunaelewana? Hii ndani ya Kristo. Ule msalaba uwajibike juu yako na uone matunda yako. Action, vitendo unavyo viishi ni muhimu sana. Msalaba pale msalabani, huyu Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili yako. Yes. Ili ahadi zake zitimie juu ya maisha yako. Vitendo vyako vinaongoza. Au unaweza kusema vitendo vyetu ndio biggest formula ya kukamilisha yale ambayo Yesu aliyafia msalabani. What Jesus died for. Kile ambacho Yesu alifia ili kitimie watu. Ni matendo yetu, sio maneno. Our actions. Absolutely. When I say I love Jesus, naposema napenda Yesu, anataka aone katika vitendo. When I say I love my family, naposema napenda familia, anataka aone katika vitendo. Hallelujah. When you say I love my neighbor, naposema napenda jirani, anataka aone katika vitendo. When you say nimeokoka, hataki kwa maneno kwamba umeshakiri pale imeisha. Anataka aone katika vitendo. Ndio inakamilisha the blood of Jesus on the cross. Damu ya Yesu pale msalabani kwa ajili yako. Lakini damu ya Yesu msalabani ili iweze kumultiply yale ambayo Yesu alifia, sasa uanze kuona matunda wewe, yaanze kuchipua kwako. Yes. Hayawezi kufanikiwa kama hakuna vitendo. Baadhi ya sababu kwa nini Yesu alimwaga damu yake pale msalabani. Haleluya. Sababu ya kwanza ambayo tunaishi agano moja tu ambayo ni damu ya nani? Ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa ajili yetu. Damu ya Yesu ndio iliyokuja kukamilisha. Hauwezi kutumia mnyama tena baada ya Yesu Kristo. Lakini ambayo tunafundishwa kuanzia agano la kale mpaka jipya, bado Mungu yeye mwenyewe anaamini damu ndio kila kitu. Na ndio maana ili aondoe damu za wanyama, ilibidi sasa atumie damu ya mwanae mpendwa on the cross. Mwana aliyempenda kuliko wote. Still, ili sisi tupate msamaha wa dhambi wa kweli. Kwa sababu msamaha wa dhambi kupitia damu kwenye agano la kale haukutuweka huru. Haleluya. Bado watu walikuwa wanateseka. Watu walikuwa wanafanya matambiko lakini bado mateso yalikuwa yanakuja. Watu walikuwa wanafanya matambiko lakini bado laana zilikuwa zinatembea hasiondoki. Hapo ndipo Mungu mwenyewe akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo afe on the cross, afe msalabani, damu yake imwagike, ile damu inayoweza kutoa msamaha wa kweli. Na kujua inaleta msamaha wa kweli ni pale ambapo when Jesus comes back to life. Ile ni prophecy for we shall live in Jesus. Anasema hakika katika sheria karibu kila kitu kitakaswa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna msamaha wa dhambi. So the main reason kwa nini Yesu alimwaga damu yake pale msalabani ni kwa sababu ya msamaha. The first point Mungu alichokuwa anataka kwa mwanadamu ni msamaha wa dhambi. Dhambi ile ambayo aliifanya Adamu na Eve imeendelea kutembea kizazi na kizazi. Tukakosa kupata ukombozi wa kweli, tukakosa kupata msamaha wa kweli. Tumeendelea kutembelea laana na laana, magonjwa, mateso, mahangaiko. According to himself, the creator, lazima damu. Na hiyo damu aliitoa yeye peke yake kupitia mwanae. Ilikuwa ni special love. Kwa upendo kwa Mungu. This special love
ilikuwa ni yako, lakini reason kwa nini amwage damu ni kutoa msamaha.